kila mtu ana mbabe wake hapa duniani, si ndio Basi Russia na China wamekatiza na hawajafanywa kitu chochote. Yaani wamepitisha mafuta yao na hajaguswa. Hakuna nywinywi wala nywinywi. Na wakati hayo yakiendelea, waandishi wa habari kama kawaida hawaachi kumuhoji the Orange Guy kwenye kila nafasi wanayopata. So wakamuuliza, unahisi kitu gani hasa kinachochea huu mgogoro wako na Iran, au wishi haraka wakati wewe ulituhakikishia ndani ya wiki utakuwa ushamaliza kila kitu ndani ya Iran na mambo yatakuwa shwari? Akasema wa Iran pia ni wapumbavu. Unajua sisi tulishajua kwamba wa Iran wakiandamana serikali yao itawaua kwa kutumia askari. Watapigwa risasi. Kwa sisi tulichokifanya tukawasafirishia wale bunduki. Yes, kasema guns. Kasema kwamba tuliwapa guns waandamanaji ili washindane na maaskari, lakini wao wameshindwa kuzitumia. Najua tangu mgogoro huu unaanza nilikwambia mbona unataka kufanana na ule wa hapa. Sasa kaongea mwenyewe kuwa aliwapa silaha waandamanaji wa Iran. Kama unahisi hizo silaha zilienda Iran peke yake, karagabao. Mmoja wa marafiki mkubwa sana wa taifa la Marekani, United Arab Emirates, ameenda kuungana na China. Why? Obviously kwa sababu ya huo uamuzi wa the Orange Guy wa kuzuia meli zisipite. Unajua this is so funny. Yaani nchi sio yako, alafu wewe ndio unazuia vitu vya watu visipite kwenye nchi ambayo sio yako. Na hii kujulishe wewe, hata watu unaoona wanakupenda sana, watu unaoona wanakuheshimu sana, watu ambao unaona ni watu wako, wana kikomo chao kwako. Usije uka overstep. The Orange Guy anaanza kupoteza partners. Waziri Mkuu wa Italia, Meloni. Yeah, that girl is my vibe. Mimi sikai kujuaga kama watu wenye midomo wanaweza kushika nafasi za juu, mpaka nilivyoona yule dada kashika ile nafasi ya waziri mkuu wa Italia. Dada ana chamba. Sijui kama sio mzaramo yule. So, kama umjui ndo uende ukamtafute kuanzia leo. Kama wewe ni msichana ambaye uko interested na siasa, kile chuma kina mdomo na maamuzi magumu pia kinacho. So kile chuma bwana kimesema kutoka sasa hakitotoa msaada wa vifaa vya kijeshi kwa Israel, sababu the Orange Guy anataka kuziba mfereji wa Hormuz. And by the way, all this time tulifikiri hii vita ni ya nchi tatu tu, kwamba Israel na Marekani wanaishambulia Iran. Kumbe ilikuwa ni vita ya nchi nyingi. Ila kwa kuwa ajenda yao imefeli, wanageukana. Ile nchi ambayo alienda kujificha kule Bwana Tundu Lissu, Belgium, nayo imezuia meli mbili ambazo zilikuwa zinatoa msaada wa silaha za kivita kwenda Israel, ili Israel iweze kuishambulia Lebanon pamoja na Iran. Ulaya nayo inajiandaa na backup plan ya kujilinda iwapo Marekani itajiondoa kwenye umoja wa NATO. Kwa nini wanaandaa backup plan ya kujilinda? Wanajilindaje yani Marekani ikitoka NATO? Na tafsiri yake ni kwamba tayari the Orange Guy ameanza kutishia kuwa anaweza katoka NATO. Sasa je, akitoka NATO anajiweza kweli? Yeye kama yeye. Na wakati tunachanganyikiwa, hakuna anayejua hatima ya haya yote, the Orange Guy ndo kwanza anasema anataka kwenda